Jamari, usiwe unawaza kiasi hicho. Muda wote unalia, upo na huzuni. Kwa nini? Najua unamlilia mama yako na una uchungu sana mama yako. Kila mtu atakufa jamani. Hata wewe pia utakufa. Na mimi pia nitakufa. Hivi unamlia na kuwa na huzuni. Mama yako unafikia atakuwa ipo kwenye hali gani huko alipo? Sawa. Unalia una uchungu. Bibi naye yupo kwenye hali ile unaoiona nayo. Yupo kwenye hali mbaya, anaumwa. Wewe hivi unabulia, yeye anajisikiaje? Wewe tukae kwenye hali gani? Hataki kukuona wewe unalia. Na kuomba jamani, uache hizo fikra na kulia, sawa? Kinachoniuma mimi, muda mwingine tunakosa chakula na tunayemtegemea ni mjomba, ndiye anayetupenda. Tunayemtegemea ni mjomba, na kwa sasa ilibidi mimi niwe shule. Lakini usijipe mawazo ya namna hiyo. Hata mimi pia sasa ningekuwa nipo shule. Lakini wana sasa nipo nyumbani. Lakini mbona siri? Sipo na mawazo hayo. Wewe ni mtoto mdogo. Usijivalisha hayo mawazo. Sawa? Nakuomba badilika. Sawa. Nimekubaliana na ushauri wako na nitautendea kazi. Sisi tunaendelea salama, ila si mbona sasa hivi ameonekana ameadimika? Unajua tena mambo ya pale nyumbani na bibi ni mgonjwa. Aha, alafu wewe nilisikia anaumwa, anaendeleaje? Bibi hajambo.
na kwa sasa anaendelea vizuri. Nina imani Madawa natumia vizuri tu. natumia dawa za mitishamba, maana si unajua kipindi chenyewe, na mjomba atakaporudi, nina imani kila kitu kitakuwa sawa. Kwa hiyo hata hospitali mjai kwenda. Basi ndo pambanie uhai wake. Sawa. Alafu we Jamali, mbona sasa hivi sikoni shule na Rasna? Mkiitwa majirani kwenye attendance kila siku watoro, zikiletwa barua kwenu wazazi wenu hawafiki, yani mmekuwa watukutu hatari. Shule nzima inawafahamu nyie. Mna shida gani? Kama mnapojua hali ya pale nyumbani, na kwa sasa bibi ni mgonjwa, hakuna mtu wa kumkaliza pale nyumbani. Ninahisi nikitoka jambo lote bali linaweza likamkuta. Bila kwa upande wa Rasna sijui, maana baba yake yenyewe anaonekana ni mvuta bangi, na katika wazee ambao Mungu inabidi awasamee, yule inabidi awe namba moja. Na imani atakapokuja shule kwenye kikao itawaka, maana hata huyo ticha King'ombe atatamani kufukuzwa shule. Kama ikiwezekana niagie hata shuleni. Hapana, sio kwa kinyogoli. Na mwanzaje mimi kumuaga? Kwa hilo hapana. Mimi naona bora niwaache, maana sio kwa mlivyopendeza. Sisi tupo hapa maana tunamsubiria baba. Alikuwa hapo dukani, ameacha gari pale. Mwe mnajitahidi hata siku moja mnakuja kuhudhuria shule. Sawa. Basi sawa, safari njema. Utamsaidia hata bibi kununua. Maskini anatia huruma. Saidie bibi. Mpambanie uhai wake. Bibi, nilipokea barua kutoka kwa mjomba. Amefukuzwa kazini na huku anapoishi ni tabu. Hivyo siku si nyingi atawasili hapa kijijini ili tusaidiane kwenye kupunguza. Maana wewe ndiye mzazi wako uliyebakia. Bibi,
Jamali, wewe bibi yako anaumwa, na kwa hivi sasa yupo kitandani amelala, na hatujui kama wa kesho au wa kesho kutwa. Sasa na wewe ninavyokuona, unahitaji na wewe ni kuponde ponde, ni kusage sage, alafu na wewe ukalale kitandani. Hiki ndio unachokitafuta kufanya. Mimi najua mengi kwako wewe, mwangalie vile. Wakati mwingine mwanangu namwachia hadi hela ya kula hapa apike yale, lakini hapiki hapa nyumbani, anakwenda kupika nyumbani kwenu huko. Sawa? Kwa hiyo sijui huko nyumbani kwenu ndo kuna majiko mazuri, sijui maji mazuri, sijui masifuria mazuri, lakini haya yote mimi naamini wewe ndo chanzo cha mambo haya yote. Sikilize. Wewe Jamali bado mtoto mdogo. Hivi nikikuangalia tunakuona wewe bado mtoto mdogo. Nitakufanya kitu. Nitakuponda ponda wewe. Wewe Jamali wewe. Wewe unatakiwa ukue. Usome. Haya mambo utayakuta tu. Hawa akina Nasra utawakuta tu. Lakini sio wewe kutaka kujifanya. Sikilize. Haya niliyokuambia yaingie kichwani kwako. Yawe katika akili yako. Unielewa? Sio tena mimi ninakueleza vitu alafu wewe unakuwa husikii. Haya mambo yatakuja tu. Hawa kina Nasra wapo. Unanisikia? Nasra, hebu msindikize rafiki yako kwanza nao. Hapana, siendi. Kwanza na kazi. Umekuwa mimi yani yule anataka kunifundisha mimi enzi zangu za ubaharia yule. Nitamfanya kitu kibaya mtoto yule. Analeta jeuri, atanitambua.